Like, what am I gonna do if it's 4 years? 4 years you stop me. Kamwe usije kukata tamaa kutokana na makosa uliyowahi kuyafanya. Sasa ngoja nikupe kisa hiki kifupi kinachomhusu Paul Labile Pogba, ama kama mlivyomzoea kumuita Paul Pogba. Agosti 20 ya mwaka 2023, baada ya mechi kati ya Juventus na Udinese, Paul Pogba alifanyiwa vipimo vya kawaida vya dawa za kuongeza nguvu michezoni. Matokeo yalionyesha uwepo wa testosterone, hormone inayopigwa marufuku kwa wanamichezo kutokana na uwezo wake wa kuongeza nguvu na kasi. Septemba 11 ya mwaka 2023, Paul Pogba alisimamishwa kwa muda na mamlaka ya kupambana na dawa za kuongeza nguvu michezoni ya ndani ya Italia, kwa kitaalamu ikiitwa doping, kwa kifupi ni NADO Italia, akisubiri uchunguzi zaidi kuhusu matokeo ya vipimo hivyo. Oktoba 6 ya mwaka 2023, sampuli ya pili au kwa lugha ya Kiingereza ikiitwa sample B ilithibitisha matokeo ya awali, ikionyesha tena uwepo wa testosterone katika mwili wa Paul Pogba. Februari 29 ya mwaka 2024, mahakama ya kupambana na doping ya Italia ilimpa Paul Pogba adhabu ya kufungiwa kucheza soka kwa miaka 4 kutokana na matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku. Oktoba 4 ya mwaka 2024, baada ya kukata rufaa kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo yani CAS, adhabu ya Paul Pogba ilipunguzwa kutoka miaka 4 hadi miezi 18. Kupunguzwa huku kulimaanisha kuwa Paul Pogba angeweza kurejea mazoezini Januari 2025 na kushiriki mechi rasmi kuanzia Machi 2025. Machi 11 ya mwaka 2025, adhabu ya Paul Pogba ilimalizika rasmi na akawa huru kurejea katika mashindano ya soka. Hata hivyo, kufikia wakati huo alikuwa ameondoka Juventus kwa makubaliano ya pande zote mbili, na hivyo Paul Pogba hakuwa na klabu mpya. Paul Pogba alielezea nia yake ya kurejea uwanjani huku akiwa na ari mpya, akisema kuwa alihamasishwa na hasira kutokana na kipindi chake cha kutocheza. Simulizi hii ya Paul Pogba inatufundisha kwamba tusikate tamaa kutokana na makosa tuliyowahi kuyafanya, maana makosa ni moja ya changamoto ambazo zinatupata kwenye kipindi cha mapito tu. Kamwe usikate tamaa.